Sawa. Okay, sasa hapa Mm. umeona hapa juu hapo juu unaona Ona wapi? hii zone ya juu hapo kwenye NZD kadi kwenda hivi na matakataka yake hapa. Mimi nayaona. Eh, hapa ni pair. Kwa mfano labda unataka kutafuta pair ambayo unataka kuitrade, unakuja hapa una click hivi inakuletea kitu kama hiki. Mm. Ehe, unaandika pair unayoitaka, kama ni NZD card unaiclick inakuletea chart. Ndio. Ikija kwa mfano hapa, Ndio. hizi ni time frame ambazo unakuwa unaamua kuzicoordinate. Kwa hiyo kwa mfano hapa mimi nazitumia hizi sana, lakini kama ingekuwa Mm. sizitumii, nakuja kwenye haka ka arrow naangalia ipi ambayo nataka kuitumia wakati huo, then na Ndio. kwa hizo ambazo mimi nazitumia naziwekea nyota kama hivi. Kwa hiyo in case Ah. sihitaji tena, naitoa nyota pale Mm. kwa hiyo nikiweka nyota inaongezeka pale hivyo. Sawa. Lakini hapa ndo kuna chart line ambazo ndakuwa nazitumia, labda kama nataka candlestick, nataka volume candle au hizi halo au line chart hivyo. Lakini huu ni mbili, kuna line na candle. Wengine wanatumiaga na nini na bar chart, lakini hazinaga information nzuri, ila line chart na candlestick ndo zina information nzuri, ndio maana nimeziwekea Mbona hii chati ni ya line? eh. Hii chati ambayo iko hapa ni ya line au? Hii ambayo iko hapa, hii ni Eh. candle, hii ni candle. Ah. So naona hii ina bode, ina hizo wicks na nini Eh. ila sasa mimi nimebadilisha, nimeweka rangi ya aina moja kwa sababu sioni hata haja ya kuwa na marangi mengi kwenye chati kati kitu ni kile kile. Ah. Alafu kitu kingine hapa ndo indicator, kama mtu unatumia indicator, mimi situmii. Wale Mm. ambao hapo kwenye alert ni wale watu ambao wanakuwa wamelipia trading view, kwao wanaweza akaweka, wanasema wanaweza akaweka order, ikifika katika ile eneo lao ambao wamewekea order inagonga alarm, kwao wanajua kusa okay, hizi price imefika sehemu fulani, kwao tunaweza tukaenda kuangalia nini kinaendelea, iko hivyo. Mm. Na wale watu ambao wamelipia trading view huwa wanafanya kurekodi kupitia trading view, wanatumiaga hii replay. Ndio. Lakini hapo hizi hapa ni undo na redo za mbele. Hapa mbele ni hizo ambazo unakuwa umezisave. Kwa mfano labda nimeamua kusave NZD card na isave hapo. Lakini trading view automatically huwa ina save automatically yenyewe moja kwa moja. Ndio. Tofauti na trading view ya derivu. Ya derivu haijisave. Kwa hiyo unaweza ukachora, ikitokea umeme umekatika kama hivi, data zote zinafutika, Mm. unaanza upya. Kwa hiyo inakuwa jao kidogo. Ah. Lakini pia trading view ya derivu haina data nyingi. Ina data chache sana, Mm. kwa maana wengi hawazitumii, wanatumia zaidi zaidi kwenye mavix huko, wanao trade vix volatility na nini ndo wanatumia. Ndio. Na hapo mbele ndo kwa mfano hapa nikitaka labda kupiga picha au kurekodi, nataka kutuma picha yangu sehemu fulani Twitter, wapi wapi, kama niko LinkedIn na hayo maeneo. Ila hapa ni kama vile nataka kama full board kama hivi, nikiklik hapa unaona kila kitu kinaondoka, matakataka yote yanaondoka. Mm. Inakuwa cheko hapa, nakuwa natumia shortcut kuchora. Kwa mfano hata nikachora rectangle, natumia shortcut. Unaona, labda nataka kuweka Mm. nini, natumia shortcut. Unaona, labda nataka kuchora nani reli, natumia shortcut pia. Unaona, labda hivi natumia tu shortcut. Trend line natumia shortcut kwa hii. Lakini kama uzijui, it means ndo unafanyaje, Mm. unabidi tu uzitumie hizi ili kufanyaje, kuendelea kutrade. Okay, huku sasa, huku upande huu upande wa kushoto, sawa, Ndio. huku ndo kuna hizi nani sasa mistari. Kwa hapo unaweza kutoka ukacholea hii ukatumia hiyo kuchora, au hapa ukija umeona kuna haka arrow kwa pembeni, hapa ndo kuna trade Ndio. tools ambazo ndo unazichukua sasa. Kwa mfano hizi unaamua kuzichukua hizi, nikiweka nyota kwa mfano hivi, maana Mm. yake naiongeza kwenye tax bar hapa chini.
ila nikiweka hivi unaona inaongezeka, ila nikitoa inafutika. Nikitoa kwa mfano hivi inafutika, si ndio? Ndio. Inasaidia tu, ni kama njia fulani kuja kutoka inakuwa ni ngumu, kwa naziweka tu hapo moja kwa moja zinakuwa zina display. Kwa huku ndo kuna matakataka mengine yote, na hapo pia kama hapa pia ndo kuna hizo, sema sisi fibo hatuzitumii, haya yote ni matakataka ya watu wengine. Ukija hapa haya pia hatuyatumii. Ukija hapa ndo tunatumia hizi, kuna long and short. Long ni zile ni setup zinazo buy, short ni zinazo sell. Sasa kinachofanyika hapa ni nini? Ukichukua hii long, mfano ngoja nikupe mfano hapa. Kwa mfano ulichora hapa, hii ndo zone, si ndio? Ndio. Ambayo ilikuwa ni resistance, alafu ukasema hii hapa labda ndo nini, ndo support ya chini, Ndio. si ndio? Sasa ulitaka kutoka hapa mpaka hapa pana pips ngapi, si ndio? Ndo unakuja sasa, unakuja hapa una click hivi, itakuletea short, long au short. Kwa kama ni long ni zile setup zinazotoka chini kwenda juu, ila short zinazotoka juu kwenda chini. Kwa mfano hapo ni short, si ndio? Unachukua short position unaiwekea hapa sasa, ambapo wewe unaona utakapowekea order ni hapa, sio? Maanake stop loss labda itakuwa juu, maanake hii layer nyekundu ndio layer ambayo stop loss itafanyaje, ni range ya stop loss. Alafu hii ya blue ya chini ndio range ya nini, ya take profit. Sawa sawa, umeshanielewa hapo? Hapa nimepata. Sasa kwa maana hiyo unakuja kuangalia kutoka hapa mpaka hapa pana pips ngapi? Pana pips 49, ambazo pips 49 unagawa kwa 10. Kwa nini tunagawa kwa 10? Pips moja, pips 10 inakutengenezea $1 kwa lot ya 0.01, si ndio? Kwa hiyo kama wewe una trade kwa lot ya 0.01, hapa pana pips 47, it means 47 unagawa kwa 10 unapata ngapi? 4.9, ambayo 4.9 ndio faida yako utakaoipata kwenye hii setup. Lakini pia huku juu pana hii ni 11.5. It means 11.5 ni pips ambazo zinapatikana hapa. Sasa hizo pips ili upate in profit ya in terms of dollar, maana yake unaganya kwa 10. Kama umeenda kwa lot ya 0.01, maana yake inakuwa ni $1.1, maana yake ndio stop loss ambao utaiwekea. Ila in case kama umeweka lot ya 0.1, maana yake unaizidisha kwa 1, ambayo inakuwa ni 11, hiyo hiyo haibadiliki. Ila kama ukiweka lot ya hiyo ni 0.1, ukiweka lot ya 1, maana yake hapo utazidisha mara 10 tena, hautagawanya, utazidisha mara 10, inakuwa ni 110, itakuwa ni 115, si ndio? Ambapo profit yake itakuwa ni 492. Kwa hiyo setup hiyo hiyo moja, mtu aliyeingia lot ya 0.01 anatengeneza hela, lakini mwingine anapoteza hela, au mwingine anatengeneza hela nyingi, mwingine anatengeneza hela kidogo, kulingana na ndio maana ukitrade kupitia demo unapewa hela nyingi ambazo unajikuta ikitembea kidogo tu hela nyingi, unaweza kumbe najua kutrade. Sasa njoo kwenye ile account ni kipengele okay. Na namna ya kuzisoma zone tunazisoma kwa staili hii hapa, kwa sababu usipojua kusoma zone itakusumbua. Mfano hii ni ni kufundisha, yaani usije ukachanganyikiwa na yale marangi rangi. Mimi nimeweka hivi, hata nikiamua niweke zote nyekundu, kitu kisini kile kile tu. Ngoja ilikuwa ni NZD. Naona imejiminya hapo, ngoja